Hi guys, so leo nipo katika banda jingine muhimu sana kwako Mtanzania ambaye unataka kujua masuala ya bima. Leo niko kwenye banda la Tanzania Insurance Ombudsman, yaani ni msuluhishi wa migogoro yote ya bima. Ulikuwa unajua kwamba kuna msuluhishi wa migogoro ya bima? I bet you didn't know. So leo niko kwenye hili banda ambalo nataka Watanzania wote mjifunze kazi yake ni nini, anafanya nini. Wale wote ambao mlikuwa mnasema kwamba bima hazilipi, nilikataliwa madai yangu, unatakiwa ufanye nini? So karibu tumsikie msuluhishi wa masuala migogoro ya bima, kazi yake ni nini kwako wewe Mtanzania. So karibu. So madam, naomba tuelezee leo na Watanzania wote wapate kujua TIO ni nini, inafanya kazi gani na inawezaje kumsaidia Mtanzania ambaye amepata mgogoro kidogo na kampuni yake ya bima. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Margaret Ngumi, ni msuluhishi wa migogoro ya bima ambaye ndio kiongozi wa taasisi hii inayoitwa Ofisi ya Msuluhishi wa Migogoro ya Bima. Hii ni taasisi ya serikali, ilianzishwa kwa sheria ya bima sura ya 394. Ofisi hii imeanzishwa kama mbadala wa mahakama. Kwa kifungu cha sheria cha 122 kinasema ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima itasuluhisha migogoro baina ya wateja wa bima na kampuni zinazofanya biashara ya bima hapa Tanzania. Kwa hiyo nikisema ni mbadala wa mahakama, namaanisha kwamba badala ya wateja wa bima kwenda kupeleka migogoro yao kama kesi mahakamani, watakuja kwa msuluhishi wa migogoro ya bima kuleta changamoto zao na migogoro yao kwetu ili tuweze kuitatua kwa njia mbadala, kwa maana ya kwamba tunafanya utatuzi kupitia usuluhishi na upatanishi. Hizi njia ni rahisi zaidi kwa mwananchi wa kawaidi, kwa maana ya kwamba kufikika au kutumika, kwa maana taratibu zake ni rahisi, lakini pia hazina gharama na vile vile ni njia ambazo ni za haraka. Kwa hiyo ni mahali ambapo mwananchi wa kawaida katika eneo la bima anapokuwa na changamoto au mgogoro, anapata sehemu ambayo ni nzuri zaidi kwake kuitumia kuliko kutumia forum zingine kama mahakama. Kwa hiyo tumemrahisishia mwananchi, na nia yetu ni kwamba wananchi wajenge imani na bima. Ule usumbufu ule huwa unapoteza imani, lakini wanapopata mahali pa rahisi, taratibu ni nyepesi, rahisi kufikika, basi watajenga imani na bima. Kwa hiyo bima itakuwa na watu wengi zaidi watakata bima, pato la bima litakuwa au soko la bima litakuwa, na mchango wa sekta ya bima kwenye pato la taifa utakuwa mkubwa zaidi. Sawa, asante sana. Kwa Watanzania mmeweza kusikia ni kwa kiasi gani sekta nzima ya bima inaweka mamlaka na vitengo kwa ajili ya kulinda haki zako Mtanzania. So leo nataka nikuulize madam, kitu cha kwanza umesema kwamba hii ni mbadala wa mahakama. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba maamuzi atakayofanyika hapa ndio final, si ndio? Kwamba huyu mtu hata akienda mahakamani ataambiwa arudi huku kwanza au inakuwaje? Nataka nijue the TIO nguvu yake kiasi gani. Asante sana kwa swali zuri. Nikisema mbadala wa mahakama, namaanisha kwamba inaweza ikawa uchaguzi, mtu anachagua aende wapi, kwa sababu pia kwa mujibu wa sheria kuna baadhi ya migogoro aina chache ambazo haziwezi kusuluhishwa na msuluhishi. Kwa mfano, mambo yanayohusu migogoro kwenye ajali za ndege, ajali za meli, mambo ya bima za dhamana hazisuluhishwi na msuluhishi wa migogoro ya bima. Lakini bima hizi zingine zote za mali na ajali, changamoto zake au matatizo yake yanaweza yakasuluhishwa na msuluhishi wa migogoro ya bima. Hii sheria ya bima iliyoanzisha hii ofisi haikusema wazi kwamba migogoro lazima ianzie kwa msuluhishi wa migogoro ya bima kabla ya kwenda mahakamani, lakini hivi karibuni kupitia kesi mbalimbali ambazo zilienda mahakamani, hii tafsiri imeletwa kwamba kama kuna chombo mahususi
kilichopewa dhamana ya kushughulikia migogoro ya aina ya bima, basi tafsiri yake ni hiyo, kwamba mtu yoyote mwenye mgogoro wa kibima aanzie kwanza TIO. Sasa hapa kwa msuluhishi wa migogoro ya bima, sheria inasema kwamba msuluhishi wa migogoro ya bima akisuluhisha, watu wakipatana watakubaliana, watakuwa wakipatana. Pale ambapo itabidi, msuluhishi atafanya uchunguzi na kutoa maamuzi, kwa lugha ya kigeni tunaita determination, maamuzi ya kiuchunguzi. Msuluhishi wa migogoro ya bima akitoa haya maamuzi ya kiuchunguzi, hayambani mteja wa bima. Nilisema awali kwamba migogoro yetu ni baina ya wateja wa bima na kampuni za bima. Kwa hiyo huu uamuzi haumbani mteja wa bima. Mteja wa bima akiona bado haridhiki, ana nafasi ya kulipeleka swala hili mahakamani. Lakini kwa kampuni ya bima, kwa mujibu wa sheria, maamuzi haya yanaibana kampuni ya bima kuyatekeleza, kwa maana ya kwamba uwepo wa msuluhishi ni makubaliano ya soko la bima kwamba watu wapate mahali parahisi zaidi kutatuliwa changamoto zao. Kwa hiyo kwa upande wa kampuni wa bima, swala linatakiwa liishie kwa msuluhishi. Kampuni ya bima haina yule uwezo wa kwenda kukata rufaa kwamba sijaridhika na kile alichokiamua msuluhishi. Lakini kwa upande wa mlalamikaji, kama bado anaona hapana, naweza nikaenda sehemu nyingine, labda nikapata haki zaidi ya hii niliyopewa, yeye anaweza akafanya hivyo. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ni makubaliano ya soko kwamba kuwe na ofisi kama hii, changamoto zitatuliwe kwa urahisi na kwa ofisi ambayo inajua zaidi kuhusiana na bima, taratibu za bima, kanuni na miongozo mbalimbali ya kibima inavyofanya kazi. Okay, so Watanzania wameweza kujifunza kwamba malalamiko ukiyaleta hapa, msimamizi akatoa maamuzi, kampuni ya bima inambana. Kwa msimamizi yuko upande wako wewe Mtanzania. Msimamizi wa malalamiko yuko upande gani? Upande wako. Kwa hiyo kampuni ya bima hana mengi ya kufanya, ila wewe kama hujaridhika na maamuzi ya msimamizi wa bima, unaweza ukaendelea step further. Sasa madam, swali jingine la mwisho nataka nijue, haya malalamiko yakoje? Kwa mfano, kuna malalamiko tu mtu kwa sababu anaambiwa labda leta hiki kimekosekana, sio nini, anaona usumbufu ndo anakuja huku, au ni yale malalamiko ambayo tayari maamuzi yametoka kwenye kampuni ya bima, then akaona kama kaonewa ukafanya nini, ndo anakuja kwako. So nataka nijue nature ya malalamiko, maana wasije wakaleta wengine, mimi kila nikiwapigia simu hawapokei. Kwa nataka waelezea Tanzania. Asante. Kimsingi katika ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima TIO tunasuluhisha migogoro. Kwa hiyo tunasema kuna malalamiko lakini kuna migogoro. Kuna malalamiko kama hayo unayoyasema kwamba labda nimecheleweshwa au nimeenda pale wamenipa kauli mbaya, sijapata ile huduma njema kwa mteja ambayo nilitarajia. Sasa haya malalamiko, katika hii sheria ya bima ilianzisha ofisi pia inaitwa Mamlaka ya Usimamizi wa Bima. Kwa malalamiko yote ya utendaji wa soko yanashughulikiwa na Mamlaka ya Usimamizi wa Bima TIRA. Lakini inapokuwa ni mgogoro, sasa nitasema mgogoro ni nini. Inapokuwa ni mgogoro, ndio unakuja sasa kwa msuluhishi wa migogoro ya bima. Kwa hiyo mgogoro unahusisha masuala kama ya kutokukubaliana na viwango vya fidia.